Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema na rehema zako nyingi ambazo zimekuwa juu yetu. Na kusihi wakati tunapokuwa tunakwenda katika kulisikia neno, Roho Mtakatifu ukalihuishe hili neno ambalo watu wako tunakwenda kulisikia jioni ya leo, nalo likawa ni neno la uponyaji, likawa ni neno litokalo kwako ambalo Bwana umelituma jioni ya leo kwa ajili ya kuwatoa watu katika maangamizo yao. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu unakwenda kutuhudumia na kila mmoja akapokee kutoka kwako katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Ujumbe wetu ambao tunasikia jioni ya leo ni chini ya kichwa kisemacho Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Zaburi 46 na mstari ule wa kwanza. Zaburi ya 46 mstari ule wa kwanza. Maandiko hapo yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ni kawaida ya wanadamu kwamba mtu awapo katika kuhitaji au awapo katika mateso, anapokabiliwa na mabaya au anapokabiliwa na hatari, basi mtu huyu anakuwa na mahali pa kukimbilia. Mtu anakuwa na mahali pa kukimbilia. Ni jambo la kawaida. Mtu akipatwa na jambo fulani, mwingine atakimbilia kwa ndugu zake, mwingine atakimbilia kwa wazazi wake, kila mmoja kutegemea na mtu mmoja mmoja jinsi ilivyo. Wengine wanakimbilia kwa waajiri wao. Kila mmoja anakuwa na mahali pa kukimbilia. Mwingine anakimbia kabisa, anakimbilia alikotoka kijijini. Anakimbilia alikotoka, maana anaona kwamba huko ndiko atakakopata msaada wakati wa mateso au atakapokuwa nakabiliwa na mabaya. Sasa wakati wa zamani za Biblia, nyakati zile nyakati za manabii na mitume, Mungu kwa ajili ya jambo lilo hilo kwamba mtu anapopatwa na mabaya, basi mtu huyu atakuwa na mahali pa kukimbilia, aliwaamuru wana wa Israeli kuwe na miji ya makimbilio, mahali ambapo watu wakipata matatizo akikimbilia kwenye huo mji, basi yule adui yake aliyekuwa anamfuatilia inabidi amwache, kwa sababu ni miji ambayo Mungu alikuwa ameipanga kwamba mtu atakapokuwa na matatizo kwenye mji fulani alafu akikimbilia kwenye mji huu, kesi yake imeisha, asifuatiliwe tena huyo mtu, aachwe, maana amekimbilia mahali ambapo Mungu aliamuru kwamba mahali hapo patakuwa ni mahali salama. Mtu atakayekimbilia hapo asisumbuliwe tena, wala adui yake asimfuatilie tena. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua sura ya 20 mstari wa 2 mpaka wa 3. Kitabu cha Yoshua sura ile ya 20 mstari wa 2 mpaka mstari ule wa 3. Nena wewe na wana wa Israeli uwaambie, hayatoeni hiyo miji ya makimbilio ambayo niliwaambia habari zake kwa mkono wa Musa, ili kwamba mwenye kuua mtu, aliyemuua mtu awaye yote, pasipo kukusudia au pasipo kujua, apate kukimbilia huko, nayo itakuwa ni mahali pa kukimbilia kwenu, kumkimbia huyo ajilipizaye kisasi cha damu. Kwa hiyo ilikuwa ni miji ya makimbilio. Tunaweza kuona tena habari za miji ya makimbilio kama hiyo kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 35. Kitabu cha Hesabu sura 35 mstari wa 6 alafu mstari wa 12 mpaka 13.
Hesabu 35 mstari wa 6 alafu mstari ule wa 12 mpaka 13. Na hiyo miji nitakayowapa Walawi itakuwa miji 6 ya makimbilio nitakayoweka kwa ajili ya mwenye kuumua mtu ili akimbilie huko. Pamoja na hiyo nitawapa miji 42. Mstari wa 12 mpaka 13 sasa. Na hiyo miji itakuwa kwenu kuwa makimbilio, kumkimbia mwenye kutwaa kisasi, ili asiuawe mwenye kumua mtu, hata atakaposimama mbele ya mkutano ahukumiwe. Na hiyo miji mtakayowapa itakuwa kwenu ni miji 6 ya makimbilio. Kwa hiyo kulikuwa na miji ya makimbilio ambayo mtu yoyote yule ambaye alikuwa anamkimbia adui yake au anakimbia mabaya, alipokuwa anakimbilia kwenye miji hiyo, sasa mtu huyo ilikuwa hafuatiliwi tena. Ni miji ambayo Mungu alikuwa ameichagua kwamba watu watakaokuwa wamekimbilia humo waachwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upo uwezekano wa kupatwa na mabaya, au upo uwezekano wa kufuatiliwa na adui zetu. Upo uwezekano mkubwa tu wa mambo ambayo yatakuwa yametokea yatakayokuwa sababu ya sisi kukimbia. Sasa unakimbilia wapi? Unakimbilia kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Maana mabaya yatakuja, na wakati mwingine mabaya yanaweza kuwa yameachiliwa na Mungu mwenyewe. Mabaya sio lazima yatoke kwa shetani. Ziko sababu ambazo zinaweza kuwa chanzo cha mabaya yakawa yametokea hata kutokana na Mungu mwenyewe. Unakimbilia wapi? Ni nani atakaye kuponya? Nani anaweza kukusaidia? Wafalme wa Pili sura 21. Wafalme wa Pili sura 21 mstari wa 10 mpaka mstari ule wa 12. Mabaya yatakapokuja, wapi utakapokimbilia? Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari ule wa 10 mpaka mstari ule wa 12. Bwana akanena kwa watumishi wake manabii akisema, kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda mabaya kuliko yote walioyatenda Waamori waliokuwa kabla yake, naye akawakosesha Yuda kwa sanamu zake. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu. Huyo ni Mungu mwenyewe. Naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema huyu mfalme Manase, kwa sababu ya uovu aliotenda na dhambi zake mfalme, Mungu akachukizwa, Mungu akakasirika. Kwa ghadhabu yake akasema, sasa nitaleta mabaya. Yatakuja mabaya kwa sababu ya huyo mfalme ambaye amewakosesha Yuda kwa sanamu zake. Kumbe wakati mwingine mfalme ambaye anaabudu miungu amefanya machukizo kinyume na Mungu, anaweza kuwa sababu ya watu wa Yuda kupatwa na mambo mabaya, kama ilivyokuwa imetokea hapa. Akasema ninaleta mabaya. Angalia, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili. Je, hapa napo mabaya yametokea kwa Bwana, watu wakimbilie wapi?
makimbilio ni wapi, watu waende kwa nani, ni nani anaweza kuwa msaada katika majira na kipindi kama hichi, nani kuwasaidia wakati huo mateso ambayo yametokea, atakayewasaidia ni nani? Unakumbuka pia wakati mmoja wana wa Israeli walipokuwa jangwani, walinungunikia Mungu kwamba kwa nini amewatoa Misri, mahali ambako walikuwa wanakula chakula kizuri, walikuwa wanabadilisha vyakula. Sasa amewapeleka jangwani, wanachoshwa na mambo yale jangwani kule, mambo ni yale yale tu. Mungu alipokasirika, Biblia inasema kwamba aliziachilia nyoka za moto ziwaume watu. Zile nyoka za moto, tofauti na jinsi walivyozoea kwamba kulikuwa na nyoka walizokuwa wanazijua, ambazo kama mtu aking'atwa na nyoka zile walikuwa na dawa zake, walikuwa na dawa walizokuwa wanazitumia, alafu sumu ya nyoka ilikuwa haina madhara. Tofauti na hizi nyoka za moto ambazo zilikuwa hazisikii dawa yoyote kabisa. Sasa walipoona hizi nyoka, kila mtu anayeumwa lazima afe, wakawa wanakufa watu wengi kwa zile nyoka. Baadaye wale watu wakagundua, wakasema bwana, tumefanya dhambi, tumenungunikia Mungu na kumlaumu kwamba kwa nini ametuleta huku ili tufe. Hivi ni kweli kwamba Mungu anaweza kututoa mahali akiwa ametuambia kabisa kwa neno lake kwamba anatupeleka kwenye nchi ijayo asali na maziwa, alafu ili atuteketeze njiani, atuue njiani? Jambo hilo lilimkasirisha sana Mungu, akaziachilia zile nyoka za moto. Lakini watu wale baadaye wakagundua kwamba tumefanya dhambi kwa Mungu. Wakamfuata Musa, wakaanza kumwomba Musa, Musa, tuombee kwa Mungu. Na Musa alipoomba ndipo alipoagizwa atengeneze ile nyoka ya shaba, aitundike juu ya mti pale kule jangwani. Akawaambia, waambie hao watu, atakayeumwa na nyoka ya moto, ili asife, aiangalie hii nyoka ya shaba uliyoitengeneza, naye ataishi. Kitabu cha Hesabu sura 21. Hesabu sura ya 21 mstari wa 5 mpaka wa 8. Hesabu sura ile 21 mstari ule wa 5 mpaka mstari ule wa 8. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu. Nani alituma? Hakuwa shetani. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akawatengenezea makimbilio, yeye mwenyewe akawatengenezea makimbilio kwamba sasa hizo nyoka hazitaondolewa, lakini atakayeumwa na nyoka kuna mahali pa kukimbilia. Wewe iangalie tu ile nyoka ambayo Musa ameitengeneza, nyoka ya shaba ambayo ameitundika juu ya mti. Mtu atakayeitazama ile nyoka ya shaba baada ya kuwa ameumwa na ile nyoka ya moto, mtu huyo ataishi hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu hao walipomwomba Mungu wakatubu dhambi zao kupitia kwa Musa, ndipo Musa alipopewa maelekezo kwamba watu waambie tu iangalie hiyo nyoka, watengeneza nyoka ya shaba alafu itundike juu ya mti. Atakayeangalia hiyo nyoka ataishi, atakufa. Lakini kumbe jambo hili lilikuwa ni kivuli tu
cha mambo yajayo wakati wa Agano Jipya, wakati huu tulionao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kutimiza unabii huo, wakati mmoja Yesu akaizungumzia ile nyoka ya shaba, akijifananisha nayo kwamba yeye mwenyewe atatundikwa juu ya mti, atatundikwa kwenye msalaba, atasulubiwa msalabani pale, na mtu atakayeamini ile kazi iliyofanyika pale msalabani, mtu huyo atapona katika jina la Yesu. Kwa hiyo maandiko yanaposema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, huyu Mungu waliotutangulia walimfanya kuwa kimbilio wakati wa mateso, wakati walipopatwa na mabaya, wakati ambao ulikuwa si nzuri kwao, walifadhaishwa, labda walihuzunishwa jambo fulani. Ilifika mahali kutokana na jinsi walivyomjua Mungu, uzoefu wao wa kumjua Mungu, wakasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Labda sisi tujiulize leo, sisi msaada unatoka wapi? Wewe binafsi nikuulize, msaada wako, mahali unakimbilia wakati unahitaji msaada, wakati unapopatwa na mabaya, wakati unapopatwa na mateso, unakimbilia wapi? Na ni rahisi sana kufahamu kwamba wakati huu tulio nao katika kizazi hichi, watu wanakimbilia wapi? Subiri yaje mabaya, subiri yaje mateso, ndipo utakapojua kwamba wanadamu walioko nyakati hizi kimbilio lao ni wapi, msaada wao unatoka wapi. Utawaona huko wanakokimbilia, huko wanakokwenda, utawaona wamejaa huko, wamejazana huko. Nikuulize wewe, wakati unapopatwa na mabaya, wakati unapokuwa ni mhitaji sana, ni mateso yamekuja, ni adui wanakukimbiza, kama jinsi ambavyo Mungu aliweka miji ya makimbilio. Huyu mtu anakimbizwa na maadui zake, huenda amemuua mtu kwa bahati mbaya, kwa pasipo kukusudia. Unakimbilia wapi? Msaada wako unatoka wapi? Tuwe tu wa kweli. Wanadamu tulioko sasa juu ya uso wa dunia, watu wakisema msaada wao unatoka kwa Bwana, sio kweli. Sio kweli, kwa sababu mahali kwenye msaada, wakati wa mateso, wakati wa kujaribiwa, utaona watu wamejaa hapo. Maana ni mahali pa makimbilio, kila mtu anaamini kwamba akiwa hapo atakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, watu watakuwa wamejazana hapo mahali, watakuwa wamekimbilia hapo, wanajua kwamba ana uhakika kwamba hapo ndipo kwenye msaada. Watu watakuwa ni wengi kwa namna ambayo ni vigumu kibinadamu kuweza kuwasaidia watu hao, lakini kwa sababu ni Mungu inakuwa ina shida. Kwa mfano, nyoka zile za moto zilipokuwa zinawauma watu waliokuwa wanaumwa na nyoka hizo walikuwa ni wengi. Maana ni nyoka ambazo zilikuwa haziwezi kuzuiliwa, na kwa sababu watu wameambiwa kwamba utakapoumwa na hii nyoka, dawa yake, msaada wako unatakiwa uiangalie hii nyoka ya shaba ambayo Musa ameitengeneza na kuitundika juu ya mti. Na nyoka zile za moto zilikuwa ni nyingi. Mimi nakwambia watu walikuwa hawatembei mbali na ile nyoka ya shaba. Maana ukienda huko mbali, akikung'ata huko, nyoka wa shaba haonekani, uponi. Kwa hiyo itakuwa wewe inabidi tuwe kwenye mazingira yale pale, maana hujui nyoka anakuja saa ngapi, watatokea wapi, ili akikugonga tu mara moja unageuka, unaiangalia ile ya shaba, afu hapa pomekuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa ile nyoka ya shaba watu walikuwa wakai mbali nayo. Shauri yako ukienda Mbezi huko, uking'atwa kule, ukimbie mpaka ufike huko kwenye nyoka ya shaba, ulishachelewa. Sumu ilishaenea, unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie katika kitabu kile cha Hesabu sasa. Hesabu, tuone habari ya huyu nyoka ambaye Biblia inazungumza habari zake. Lakini kabla ya hapo, ngoja niwaambie kitu kimoja. Kama nilivyosema kwamba huu ulikuwa ni ufunuo tu uliokuwa unamhusu Yesu. Amen. Kwamba hiyo nyoka ya shaba ilikuwa inafananishwa na Yesu ambaye atatundikwa pale msalabani, ili kila amtazamaye asipotee bali awe na uzima milele katika jina la Yesu. Angalia Yohana sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Yohana sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu 21 sasa mstari wa 8 mpaka wa 9. Hesabu sura ile 21 mstari ule wa 8 mpaka mstari ule wa 9. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama jinsi ambavyo nyakati hizo watu walikuwa wanaikimbilia ile nyoka ya shaba, watu walikuwa hawakai mbali na ile nyoka ya shaba. Ile ndio ilikuwa kimbilio lao wakati wa tatizo lililokuwa linawakabili wakati huo, la nyoka ya moto. Ufumbuzi ulikuwa unapatikana kwa kuwa karibu na ile nyoka ya shaba. Ndio ilikuwa kimbilio. Sasa Yesu anatuambia leo, asema kama ilivyokuwa wakati wa Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa leo, na alishainuliwa siku nyingi, ili kila mtu aaminie, kila mtu amtazamaye huyo Yesu awe na uzima wa milele katika yeye, katika jina la Yesu. Ndio kusema basi leo wakati huu tulio nao, kimbilio letu ni Yesu yule aliyeinuliwa pale juu ya mti. Ni Yesu yule aliyeinuliwa pale msalabani. Huyu ndiye ambaye Mungu kwa nyakati hizi tulizo nazo, kwa majira yetu tulio nayo, huyu ndiye ambaye Mungu amemwinua afanyike kuwa kimbilio. Wanadamu wamkimbilie pasipo kujalisha wewe ni wa dini gani, wewe ni wa imani gani, wewe ni wa rangi gani, wewe ni nani. Mtu awai yeyote yule, ili mradi ameumbwa na Mungu wa mbinguni. Leo ametuletea Yesu Kristo. Yeye ndiyo aliyeinuliwa msalabani, ili kila mtu anayemwangalia, kila mtu anayemwamini apokee huo uzima. Lakini kwa bahati mbaya sana sivyo ilivyo. Ulimwengu haujamwamini Yesu. Ulimwengu ungalimfanya Kristo kuwa kimbilio, leo tusingekuwa wachache kama hivyo tulivyo, kama ilivyokuwa nyakati zile za Musa. Unajua nyakati za Musa
halikuwa jambo la kuenenda kwa imani, lakini ile nyoka ya shaba iliinuliwa kweli juu ya mti, na ilikuwa inaonekana kwa macho ya nyama, kwa macho ya nyama kabisa. Ile nyoka ya shaba ulikuwa unaiona. Lakini leo ameinuliwa Kristo Yesu, ambaye haonekani kwa macho ya nyama, lakini anaonekana kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunamwangalia Kristo Yesu aliyeinuliwa msalabani kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani tunapaswa tu kuamini kwamba ni Mungu alifanya hivyo, na leo tukiamini ndani ya mioyo yetu kwamba ni Kristo aliyeinuliwa mahali pa ile nyoka ya shaba, ili awaye yoyote yule ambaye leo anakutana na nyoka ya moto, auangaliapo msalaba wa Kristo Yesu, mtu huyo aishi, asife katika jina la Yesu. Lakini kwa bahati mbaya sana sana sana, wanadamu wanaoishi katika nyakati hizi, imani hiyo hawana. Hawajamwamini huyu Kristo ambaye Mungu amemwinua, kwa mfano ule wa nyoka ya shaba pale jangwani. Ndio maana wenzetu hawa walikuwa kwa maneno yao mengi sana wakionyesha imani yao na kukiri kwa vinywa vyao jinsi ambavyo walikuwa ni watu waliomkimbilia Mungu nyakati zao. Zaburi ile ya 7 mstari wa kwanza. Zaburi 7 mstari wa kwanza. Zaburi 7 mstari wa kwanza. Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe, uniokoe, na wote wanaonifuatia uniponye. Nimekukimbilia wewe, uniokoe, na wote wanaonifuatia uniponye. Kwa namna hiyo hiyo, hata sisi nyakati tulizo nazo tunamhitaji sana Yesu na kumkimbilia huyu Kristo, ili atuokoe na wote wanatufuatilia na kutuponya katika mambo yote katika jina la Yesu. Mimi nakwambia tatizo hili ambalo linatokana na imani, kwamba ni upungufu wa imani walio nayo wanadamu wanaoishi katika majira haya, hiyo ndio inayosababisha wengi wasimkimbilie Yesu. Wasimkimbilie Yesu. Maana leo tunamkimbilia Kristo kwa njia ya imani, kwa kuamini ndani ya mioyo yetu. Na Yesu anasema imani yako imekuokoa. Imani yako imekuokoa. Kwa hiyo kwa sababu watu hawana imani ya kumwamini Kristo na kazi iliyofanyika msalabani, hawana imani ya kuwaokoa kwenye mambo yanayokabili. Maana hawamkimbilii Mwokozi. Na kwa sababu hawamkimbilii Mwokozi, hawana hiyo imani ya kuponywa, hawana imani ya kuokolewa. Heri yako wewe uliyeamini. Nasema heri yako wewe uliyeamini. Maana awaye yeyote yule ajaye kulisikia neno kama hili ni mtu ambaye moyoni mwake ameamini, na sio kuamini tu, lakini katika ulimwengu wa roho wewe unamwangalia Kristo Yesu aliyeinuliwa pale msalabani. Wewe unaamini kazi aliyofanya Kristo Yesu pale msalabani. Naye akasema yeye aniaminie mimi. Yohana sura la 6 mstari ule wa 35. Yohana 6:35. Kitabu cha Yohana sura ya 6 na mstari ule wa 35. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio Yesu. Kwamba mtu anayemkimbilia yeye leo na kuweka imani yake kwa Kristo, na akamfanya Kristo kuwa kimbilio, akamfanya Kristo kuwa nguvu zake, na akamfanya yeye kuwa msaada wake utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nakwambia kwa neno hili lazima utamwona Bwana akifanyika kuwa msaada kwako katika jina la Yesu. Tunaposema Mungu kwetu sisi leo ni kimbilio, huyo Mungu ndiye ambaye amemleta Kristo. Ni kweli Mungu kwetu sisi ni kimbilio katika jina la Yesu. Amen. Mungu kwetu sisi ni kimbilio katika jina lake Kristo.
Na kama jinsi ambavyo wenzetu walitutangulia waliamini na wakawa wanakiri kwa vinywa vyao, hata sisi nyakati tulizo nazo tunatakiwa kukiri kwa vinywa vyetu kwamba tujapokutana na mateso, tujapokutana na mambo mabaya, lakini kwa jina la Yesu tutaokoka na mabaya. Kwa jina la Yesu atatuponya katika jina la Yesu. Ndivyo walivyokuwa wanafanya wenzetu nyakati zilizopita. Walikuwa ni watu ambao wana imani hata ya kukiri mbele za watu. Zaburi ya 31 mstari wa kwanza. Zaburi ya 31 na mstari ule wa kwanza. Tuweza kuona jinsi ambavyo imani yao watu hawa iliwaponya. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Kwa haki yako uniponye. Nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Kwa hiyo nikwambie, Yesu hawezi kutuacha tuaibike. Yesu hata kuacha uaibike. Ikiwa umemfanya yeye kuwa kimbilio lako, ikiwa umemfanya yeye kuwa msaada wako, ikiwa umemfanya yeye kwamba ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso yako, na kuambia Kristo hata kuacha uaibike. Yeye atasimama upande wako, yeye atakutetea, atakupigania, atakushindia vita hivi, maana hilo ndilo lililomleta duniani, kwamba aliinuliwa juu ili awe kimbilio la watu wote wamwaminio, ili awe msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na kuambia, unapokutana na mateso, unapokutana na mabaya, unapokutana na hayo mambo ambayo yatakuwa yanakutatiza, mfanye Kristo kuwa kimbilio lako. Mfanye Kristo kuwa msaada wako. Yeye ataonekana wakati wa mateso yako, na tena hata kuacha uaibike, maana yeye atasimama kama Mwokozi katika maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ile 91 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Zaburi ya 91 mstari ule wa 9 mpaka mstari ule wa 11. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaeleza jinsi ambavyo ukimfanya yeye aliye juu kuwa makao yako, ukamfanya yeye aliye juu kuwa kimbilio lako, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote katika jina la Yesu. Tunawakumbuka akina Petro, jinsi ambavyo walimfanya Bwana kuwa kimbilio lao, na mabaya yalipokuwa juu yao, walipokuwa wanatiwa magerezani, Bwana alikuwa anatuma malaika zake kuja kuwatoa kina Petro. Akawa anafungua milango, akawa anafungua makomeo, akawa anafungua mageti. Malaika wa Bwana wakawa wanawatoa kina Petro magerezani namna hiyo, na wakati mwingine wakawa wanatolewa magerezani hivyo, wanaambiwa kwamba waende hekaluni wakawaambia watu maneno yote ya uzima namna hiyo. Katika njia zao zote Bwana alikuwa anatuma malaika waliokuwa wanawatangulia na wengine wakitokea nyuma, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika njia zao zote, na sio wao tu. Unajua Mungu anatufanya huduma malaika ni mara chache utaiona kwa macho yako ya nyama, lakini malaika wako wanatuhudumia. Malaika wanatutangulia katika njia zetu zote, kwa sababu tumemfanya Bwana kuwa kimbilio letu na kumfanya yeye kuwa msaada wetu. Na wakati wa mateso anasema yeye atakuwa ni msaada utakaoonekana tele. Sio kidogo, sio kidogo. Ni msaada utakaoonekana tele
katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Jana mimi nakwambia hivi, acha kuangalia kwa macho ya nyama, usiwaangalie walioko kushoto kwako, walioko kulia kwako. Wewe tembea katika imani yako katika Kristo. Wewe shikilie imani yako na Yesu wako. Wako watu ambao imani zao zinatokana na mambo anayoyaona kwa jirani zake, yanatokana na mambo anayoyaona kulia kwake, kushoto kwake, au mbele yake au nyuma yake. Wewe imani yako itembee sawa sawa na neno lake Bwana. Kwa hiyo mimi nikwambie, Elia alikuwa yuko peke yake, nabii nyakati zake peke yake, lakini Baali alikuwa na manabii 400 na zaidi, lakini Elia akabaki katika imani yake ya Mungu wake aliyemwamini kwamba yeye ndiye atakuwa kimbilio lake, yeye ndiye atakayokuwa msaada, tena msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Elia hakubabaika, Elia hakusita katika njia mbili. Elia alikuwa ni mtu ambaye amemwamini Mungu kwa imani iliyokuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati upande wa pili watu walikuwa wanaonekana ni wengi sana, manabii ni wengi, na mahali kwenye manabii wengi, maana yake ni kwamba hata wafuasi wao walikuwa ni wengi, watu wengi walikuwa upande wa manabii hao Baali. Hilo halikumbabaisha Elia. Bwana Yesu asifiwe. Halikuiteteresha imani aliyokuwa nayo Elia, wala wingi wa watu hawakumbabaisha. Ndio maana pamoja na wingi wao bado alidiriki kusimama mbele yao, akawaambia, na waambia hivi, kwa jina la Bwana Mungu ninayemwabudu mimi, aliyeumba mbingu na nchi, sasa mtajua, kwa maana haitanyesha mvua hapa mpaka kwa neno langu. Alafu akapotea. Manabii 400 na wafuasi wao walishindwa kutangua maneno aliyotamka Elia. Kwa nini? Alikuwa amemwamini Mungu pasipo kutia shaka, pasipo kuwa na hofu, bila kuangalia wingi wa watu wako upande gani, bila kuangalia labda ndugu zake wako wapi, watu wengine wako wapi, wanasema nini. Imani aliyokuwa nayo ilikuwa ni imani iliyokuwa imejengwa juu ya Mungu wa kweli aliyemwamini, pasipokuwa na hofu wala kuwa na wasiwasi wowote. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na watu wengine walivyo, wakisikia tu maneno fulani ya mitaani, wakisikia maneno fulani kwenye vyombo vya habari, wakisikia labda neno fulani, wameshajengwa na hofu, wameshajengwa na woga, hawamwamini tena Mungu. Mungu anakuwa sio msaada wao tena. Wanaanza kutafuta msaada katika akili zao wenyewe, wanaanza kutafuta msaada katika ndugu zao wenyewe na mambo yao wenyewe, wanaanza kutafuta msaada kwa ushauri wa watu wengine, jamaa zao na watu wengine. Hiyo sio imani. Na wakati mwingine Mungu anaweza kuachilia hivi ili ajue kweli waliojengwa kwenye msingi, kwenye jiwe kuu. Jiwe kuu la pembeni. Ni akina nani hao ambao wamejengwa juu ya jiwe kuu la pembeni? Na ni akina nani ambao imani yao imejengwa juu ya mchanga? Na ni rahisi tu kutambua. Acha tu hali ya hewa ibadilike kidogo, utaanza kuona watu wanaanza kujigawagawa. Utaanza kuona wanajigawagawa, na mwisho unapata kundi hili, unapata kundi lile, na unaona kabisa kwamba hapa kitu gani kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kimbilio lako ni nani? Msaada wako unatoka kwa nani? Wakati huu tutaona, tutajua. Ndio maana Yesu sehemu moja akasema hivi, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataiona imani? Ataikuta imani? Maana yake ni kwamba kabla ya ujio wa mwana wa Adamu kuna mambo ambayo yatatokea. Kuna mambo ambayo yatatokea ambayo yatapambanua kati ya maji na mafuta,
na vitu vingine na makokoro mengine. Sasa ndipo anapouliza kwamba je, atakapokuja ataikuta imani kwako? Matukio hayo yatakapokuwa nafulilizana, limekuja hili, likaja na hili, likaja na lile, je, bado utakuwa umebaki umeshikilia imani? Bwana Yesu asifiwe. Watu wa nyakati hizo wakasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Ndio palikuwa mahali pa kukimbilia. Wewe unakimbilia wapi? Ukiwa na matatizo unakimbiliaga wapi? Ukiwa na shida unakimbilia wapi? Wakati wa mateso unakimbilia wapi? Ni wapi unakimbilia? Kimbilio wako ni wapi? Unamkimbilia nani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndiye ambaye Mungu alimkusudia kwamba wanadamu watakapokuwa wanang'atwa na nyoka za moto, watu wao wanamwangalia yeye ili wapate kuponywa, wapate kuokolewa. Full stop. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Ni yeye peke yake aliyenuliwa kwa mfano wa nyoka ile ya shaba jangwani, kwamba yeyote atakayepata lolote wakati huu, ni atakayepona ni yule tu atakayeinua macho yake na kuweka tumaini lake na imani yake, na msaada tele utatokea kwake Kristo juu ya mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe imani yako inatoka wapi? Ni nani unayemkimbilia wakati wa mateso? Ni nani unayemwendea wakati unahitaji msaada? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Nakwambia, hao wengine wote unaokimbilia, hao wengine wote unaoendea, msaada wao ni mdogo sana. Tena ni wa muda na wa kitambo. Tena una kiasi. Na kuna mambo ambayo hutaweza kusaidiwa na wanadamu. Nakwambia leo, msaada wako unatoka juu. Msaada wako unatoka juu. Yainue macho yako juu, uangalie juu. Huko ndiko kutakakotoka msaada wa kukuokoa. Huko ndiko kutakakotoka msaada wa kukuponya. Huko ndiko ambako kuna msaada tele wakati wa mateso yako. Kuna msaada tele wakati wa mateso yako. Kuna msaada tele wakati wa mateso yako. Msaada tele maana yake ni kwamba ni msaada usiokwisha. Ni msaada usiokuwa na mipaka. Ni msaada ambao unaweza kufanya zaidi ya yale unayohitaji wewe. Msaada tele hautoki kwa wanadamu. Msaada tele unatoka kwa Mungu. Msaada tele uko kwa Yesu. Msaada tele uko kwa Yesu. Yeye asiyeshindwa neno lolote. Yeye asiyekuwa na ukomo katika utendaji wake. Yeye ambaye hamtegemei mwingine, kwa sababu uweza na nguvu na mamlaka vinatoka kwake katika jina la Yesu. Unaliamini neno hili? Unaliamini neno hili? Mahali pale uliposimama juu. Simama juu. Simama juu. Njoo mbele za Bwana. Kama jinsi ambavyo wenzetu walikuwa wanaimba, ni maneno ambayo wakati wote anapokutana jambo lolote lile, alikuwa nakiri kwa ulimi wake kwamba mimi msaada wangu mimi watoka kwa Bwana. Full stop. Simtegemei mwanadamu yoyote yule. Kama mwanadamu atatumika, ni Mungu atamtumia, lakini msaada wangu unatoka juu. Jamani, maandiko kusema kwamba yaangalieni yaliyo juu, msiangalie yaliyo chini. Yaliyo chini ni ya kitambo tu, ni ya muda, yanapita. Lakini yale yatokayo juu, hayo yadumu hata milele. Tokayo juu. Yaangalie tokayo juu. Bwana akupe ufunuo katika neno hili. Wanadamu wale wapatapo mateso, wanadamu wa nyakati hizi wapatapo mabaya, kimbilio lao sio Bwana. Na utaweza kuona wale ambao walikuwa wanasema ni watu wa imani, hao ndio wanakuwa hawaonekani. Tayari wameshakwenda katika mambo wanayotumainia, wanayoyaona kwamba hayo yaweza kuwaokoa, na sio Bwana. Nyakati za Musa,
walipoambiwa kwamba nyoka hii ya shaba ndiyo kuikimbilia unapokutana na nyoka ya moto, hilo liliwafanya watu wengi wakawa nazunguka pale kwenye ile nyoka ya shaba, maana walijua msaada wao uko hapo, uzima wao uko hapo. Bwana atusaidie sisi nasi nyakati hizi. Yeye aliyeinuliwa sasa ni zaidi ya nyoka ya shaba. Basi wakati wetu na majira yetu haya, yeye aliyeinuliwa pale msalabani, huyo ndio msaada wetu. Huyo ndiye aliye kimbilio letu. Wewe kimbilio lako ni nani? Msaada wako unatoka wapi? Tumaini lako lipo katika nini? Njoo mbele za Bwana. Njoo mbele za Bwana. Omba. Omba. Kwa kinywa chako omba. Kiri kama jinsi ambavyo wenzetu waliotutangulia walikuwa wanakiri, Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe, uniokoe na wote wanaonifuatia, uniponye. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, kwa kuwa wewe ndiwe kimbilio langu. Umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Wako malaika wa Bwana. Bwana aweza kutuma malaika wake wakakuokoa. Bwana aweza kutuma malaika zake wakakuponya. Bwana aweza kutuma malaika zake akakutoa katika hali unayopitia. Ni pale ambapo umemfanya Bwana kuwa tumaini lako, umemfanya yeye kuwa Mungu wako. Paza sauti yako, omba, mwambie Bwana, asante kwa ajili ya neno hili ambalo umelileta jioni leo. Kwa hakika limeniamsha na kunifanya mimi niweke imani yangu kwako, niuangalie msalaba. Maana ndivyo ilivyokuwa hata nyakati zile za Musa, kwamba ile nyoka ya shaba iliinuliwa. Hiyo ndiyo ambayo iliwaponya watu walipoumwa na nyoka za moto. Bwana wangu, Mungu wangu, nina kila sababu ya kuja mbele zako Baba, nikikushukuru wewe Bwana kwa ajili ya neno hili ambalo umelileta siku hii leo, ili lipate kufanyika kwa uponyaji wa maisha yangu, ili lipate kufanyika uponyaji wa nafsi yangu. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie, maana ninajua ni wewe Bwana mwenye uwezo kuniagizia malaika zako Bwana, wakanilinda katika njia zangu zote. Malaika wako Bwana wakanisaidia mtumwa wako. Bwana wangu, Mungu wangu, nisaidie. Wewe ulio kimbilio langu, wewe ulio msaada wangu, msaada uliotele wakati wa mateso, msaada uliotele wakati wa mateso. Bwana wangu, Mungu wangu, nisaidie.